na wachawi wengine. Mchawi anaweza akaamua kukuchezea. Kumchezea mwanamke ni kitu rahisi sana. Yaani mchawi kumchezea mwanamke ni rahisi sana. Wanafanyaje? Anavizia kipindi cha mvua kama zinanyesha, anaenda kwenye uwanja wa wazi. Kama uwanja wa mpira hakuna mti. Anangojea mvua ikinyesha, anakuwa na ungo. Anauweka pale na kinga yale maji yanayojia kwenye ungo, yakitoka jiwe yanafikia kwenye ungo wake. Alafu anaingiza kwenye chungu, anafunika. Anakuja nayo nyumbani kwake. Akija nayo nyumbani kwake yale maji, anachukua na maji ya kuoshea maiti kidogo, anachanganya na yale. Alafu anatafuta jina la nyota yako. Nyota yako anaichukua. Nitakuelezea kuanzia kesho kutwa nyota yako inachukuliwaje. Kesho nitaeleza wanavyoingia kwenye nyumba ndani. Na nitaimba na nyimbo za kichawi. Na kangoma kao nitakacheza. Nataka wachawi wa hapa Kichangani waje wathibitishe hiyo izara nimefanya kazi. Sasa akishachukua ile maji, anachukua na nyota yako. Ile nyota anaandika kwenye karatasi, anaitumbukiza mule ndani. Anasema maneno pale, anachota yale maji. Anachukua kamfuko karambo. Kama kale kuchukua maji wanaleta maji ya kandolo, kamfuko keupe, wanaweka maji kidogo mule ndani. Anachukua yale maji na mimi yale maji mule ndani, alafu anachukua anafunga na mpira kwanza, alafu achukua kaniki anafungia juu yake. Anakaza vizuri na mpira. Halafu yale maji yako mule ndani. Halafu anatoboa kile kimfuko na sindano. Anatoboa. Akimaliza anakuwa na kamba yake inaning'inia. Anakoka moto wake pale nyumbani. Akishakoka moto asubuhi, nyota yako kumbuka iko pale ndani. Akishakoka moto, anachukua kile kijifuko na kining'iniza, afa anakikamua. Kwa sababu katoboa na zile sindano, matone ya maji yanatoka. Yale matone ya maji yakichomoka tu, yakigusa kwenye ule moto, chwa. Moshi ukipanda, ukigusa kale kamfuko, mama, kama siku zako umemaliza jana, unaanza tena leo. Kwa hiyo hali inaendelea tena. Kesho tena anakama, unakuta mtu yuko kwenye siku zake mwezi na anaamua saa yote, yani huna saa maalum. Anaamua akikuamua asubuhi na kuachia vizuri, unakaa vizuri, ikifika saa 7 akitaka kupika ugali, anakamua tena. Pia uko kwenye daladala, hali ya hewa ni mbaya. Ulisema leo nimepona, mambo yameanza. Ili mradi tu akukoseshe amani. Utasumbuka sana. Hutapata msaada. Utasumbuka sana. Hali itakuwa ni mbaya siku zote. Utaenda hospitalini, utapewa dawa, na mbaya zaidi, hospitalini hakuna dawa. Utaambiwa tuongezewe damu. Lakini dawa ya kukutibu hamna. Utasumbuka we, hamna kitu. Majibu yake, kutana na Yesu, akutendee muujiza. Akikuombea ukikabidhi kwa Yesu, hiyo hali inaondoka yote. Na sisi wanaume tunachezewa. Lakini pia kwa wanawake unaweza kanyang'anywa mume wako. Nikutajie miti michache. Najua wachawi huko wapo, wanasikiliza huko mitaani. Nataka wajue nilikuwa mwenzao. Niwatajie vitu vya kufanya ili kumnyang'anya mtu mume wake. Yaani mnamtengeneza mwanamke akamnyang'anya mwenzake mume wake. Ni rahisi tu. Kuna mti fulani Wazigua tunaita mkomawe yawe. Sisi Wazigua ule mti tunauita mkomawe yawe. Yaani mti unaoua wenzake. Kwa kawaida huo mti hauoti kwa asili. Unakuta mti mwingine umeota, halafu wenyewe unaota juu yake, halafu unajifunga, unaona ule mti wa asili unazingwa mpaka unapotea, kunabaki huo mwingine. Kama shaye kuona ule mti, kiukata kidogo unatoa maziwa. Sasa ule mti kwa Kizigua tunaita mkomawe yawe. Halafu kuna majani fulani tunayaita hananine. Yaani hayana mama. Majani haya unaweza kuyakuta kwenye mti, yametanda, yana njano hivi, yametanda yana uzingo, yametanda, hayana mizizi chini. Lakini yameota juu ya mwenzao, yanatanda. Yale majani tunayachukua na yale tunachanganya na ule mkomawe yawe. Tunatengeneza pale. Huyu dada akifika pale, anakalishwa kwenye ule mti, anaangalia linakozama jua.
Halafu anapigwa chale 2 kwenye nyusi hapa ya kulia na kushoto, nyusi 2, na kwenye vidole hivi viwili hapa na hapa, na kwenye ulimi wake chale 2. Halafu ule mti, kwa sababu unatoa maziwa, ukikatwa hivi yanachukua ile maziwa yanawekwa kwenye mwili wake, na ile damu inapakwa pale, na huku mganga akinuiza sasa kwamba yeye anamchukua mume wa yule mtu fulani bili fulani, yeye anakuwa ule mti komawe yawe, anakuja kuua nyumba yako, anachukua hapo. Akimaliza dada anaambiwa ondoka, nenda zako, mtafute huyu baba njiani ukafunge naye ndoa. Sasa anamvizia mume wako, kaja na daladala, anaangalia akienda kufanya kazi zake, akija anashukia wapi. Dada huyu anajipara, anamsubiri lile eneo. Akishuka tu anampelekea mkono. Baba sasa, baba nani za saa hizi? Anampa mkono. Wanaume sikilizeni, dalili za huyu mwanamke, akikupa mkono hakuachilii mapema. Kisha kupa mkono, jambo la kwanza utasikia kama moyo wako kama unashtuka pap, mwanaume. Halafu akikupa mkono hakuachilii. Wakati anakusemesha hivi, ya mjambo huko nyumbani, mza mwaka mpya, ukianza kuongea anakuza neno ambalo tutaendelea kuongea kwa muda, ukitoa maelezo mwaka mpya sisi tuko nini, yeye huku moyoni ananuiza kimoyo moyo, kuanzia sasa huyu ni mume wangu, nafunga naye ndoa. Hapo hapo barabarani utashangaa mume wako uko naye ndani, yaani hana habari na wewe, na saa nyingine usiku anaota anaita jina, wewe fulani, wewe baba nani, unamuita nani? Wewe unamuita nani? Si umesema Hadija? Huyu ni mfanyakazi mwenzangu. Muongo tayari kesha kamatwa. Yaani kila anajisema leo mwanaume lazima aende, hata kama ni saa 7 usiku akimpigia simu atatoka, ataenda. Mama, ndoa nyumbani hamna kitu, hali ya hewa ni mbaya, utahangaika wewe, umeachwa. Mwenzako akamchukua. Usipate shida kwenda kwa mganga wala kwa nani, kimbilia kwa Yesu. Tukiomba kwa Yesu zile dawa zina expire, zinakosa nguvu, na yule baba anafunguliwa, anarudi nyumbani kwake. Wanaume nao tunachezewa. Kumchezea mwanaume kazi rahisi tu. Unangoja mvua imenyesha vizuri, kumelainika ardhi chini. Kuna majani fulani, kama sijui kama unayajua, yanakuwa kama majani kama ya mkwaju hivi, yakisikia vishindo vya watu yanajikunja. Ushawahi kuyaona? Sasa mchawi anakuja usiku pale, anavua nguo zote na baki kidigitali. Halafu ananyofua kinyume nyume na chop, halafu anaweka kwenye mdomo, halafu haangalii nyuma. Anakuja moja kwa moja mpaka nyumbani kwake, anayaweka nje yale majani. Asubuhi anachukua kigae, anayakaanga yale majani vizuri. Anakaanga kale kamti na mizizi yake, anakaanga kale kamti vizuri. Anachukua nyota ya huyu baba, anakuja nayo nyumbani kwake usiku akiwa kalala, anaweka pale kizingitini. Akiweka pale kizingitini, baba huyu akiruka kile kizingiti, akienda nje, jioni akirudi nyumbani kwake kuja kulala, akiruka tena akiingia ndani, network hamna tena, Voda haipatikani, Halotel haipo, sijui nani, sijui mitandao yote ukimpigia bado ukimpigia is not reachable. Tumiaji wa simu unampigia hapatikani. Hapo mwanaume sasa hofia. Ujanja umeisha. Usikate tamaa, kutana na Yesu. Ukija kwa Yesu, network itakamata kuanzia Mzimuni mpaka Tangamano. Haleluya! Ukiwa kwa Yesu anamaliza kila kitu. Shida zote zinaondolewa na Yesu. Weka mkono wako kifuani nikuombee.